Umewahi kujiuliza kwa nini watu wawili wanaweza kupata mshahara unaofanana lakini mmoja akaishi kwa amani na kupata maendeleo wakati mwingine anaishi kwa madeni, presha na malalamiko kila siku? Hii ni kwa sababu siku zote pesa hazifuati hisia, huwa zinatii sheria. Ukizivunja sheria, pesa zitakuadhibu kimya kimya, lakini ukizifuata sheria, pesa zitakutii. Leo hatuzungumzi pesa kama pesa, tunazungumzia kanuni zinazoamua kama pesa zitakutumikia au zitakuendesha. Fedha sio chanzo cha matatizo, ila ukosefu wa maarifa ya kifedha ndio tatizo. Watu wengi wanafanya kazi kwa bidii sana, wanaamka mapema, wanachelewa kulala na kuhangaika kila siku, lakini mwisho wa mwezi wanajikuta hawana akiba, wana madeni na stress. Je, kosa liko wapi hapo? Jibu la moja kwa moja ni kuwa watu wengi hawafuati sheria za fedha. Kama ilivyo kwenye barabara, ukivunja sheria utasababisha ajali, ukifuata sheria utafika salama. Ndivyo ilivyo pia kwenye fedha. Ukifuata sheria za pesa zitakutumikia, ukizivunja sheria za pesa zitakutumikisha. Mafanikio ya kifedha hayaanzi na mshahara mkubwa, yanaanza na nidhamu ndogo lakini ya kudumu. Ndiyo maana leo nimekuandalia somo la sheria 5 za fedha ambazo mtu akizifuata ataishi kwa amani na kuondokana na madeni, lakini pia utaanza kuona mwelekeo mzuri wa maisha na mafanikio ya kifedha. Na sheria ya kwanza, usigawe pesa bila sababu za msingi. Kusaidia ni jambo jema na zuri pia, lakini kusaidia watu bila kuwa na mpango mzuri ni sawa na kujiumiza wewe mwenyewe. Usiishi maisha ya kuwafurahisha watu, kununua heshima kwa kutumia pesa na kujenga ukaribu kwa kutumia pesa. Kabla ya kutoa pesa yako, hebu jiulize kwamba nina akiba ya kutosha, nina madeni mangapi, hii ni dharura au ni mazoea tu ambayo ninawapa pesa watu kila siku wanaponiomba. Ukijimaliza leo kwa ajili ya watu wengine, basi kuwa na uhakika kuwa kesho hutakuwa na msaada wowote kwa hao watu. Sheria ya pili, usirundike madeni. Kuwa na madeni sio tatizo, lakini kuwa na madeni ambayo hayana mpango huwa ni tatizo pia. Usikopeshe maisha yako ya kesho kwa starehe za leo, kwa anasa zisizo na faida na kwa presha ya jamii. Unapokopa lazima ujue kuna madeni ya aina mbili. Madeni mazuri ni yale ambayo yanakuongezea kipato, na madeni mabaya ni yale ambayo yanakuongezea mateso na mzigo mkubwa kwenye maisha yako. Kama madeni ambayo unakopa hayakuongezea kipato, hayakuongezea ujuzi wala thamani yoyote, basi jitahidi kuyaepuka. Mtu mwenye madeni mengi hana uhuru wa kufanya maamuzi. Kama unapenda kujifunza kuhusu biashara, ujasiriamali, uchumi, uwekezaji na kujitegemea kifedha, subscribe sasa kwenye channel hii, kwa sababu kila video tunayoupload ni fursa ya kujifunza kitu kipya. Tuendelee na sheria ya 3. Ishi chini ya kipato chako. Tatizo sio kuwa na kipato kidogo, lakini tatizo huwa ni kuwa na matumizi makubwa kuliko kipato ulichonacho. Usiishi maisha ya kuigiza. Unanunua simu ya gharama wakati una akiba yoyote. Unanunua mavazi ya bei kubwa wakati una madeni mengi sana. Usiruhusu macho ya watu yawe ni bajeti yako. Na sheria ya 4, tumia pesa kwa mpangilio. Pesa isiyo na mpangilio hupotea kimya kimya. Hakikisha unagawa pesa yako kwenye makundi matatu kwa kutumia kanuni ya 50, 20, 30. 50% ni kwa ajili ya matumizi yako ya lazima na 20% ni kwa ajili ya matumizi ambayo hayana ulazima. 30% inayobaki ni kwa ajili ya akiba, uwekezaji na kulipa madeni. Sheria ya 5, weka akiba na kuwekeza. Akiba ni ulinzi, usalama na msingi mzuri wa kesho yako, lakini uwekezaji ni uhuru na maendeleo ya kesho yako. Usisubiri mpaka ubakize pesa ndipo uweke akiba. Unapopata pesa, weka akiba kwanza, alafu pesa itakayobaki ndio uitumie. Ukiweza kuheshimu 1000 leo, kesho utaheshimu milioni 1. Fedha hazihitaji mpaka uwe na akili kubwa, zinahitaji nidhamu ndogo lakini inayorudiwa mara kwa mara. Ukifuata hizi sheria 5 za fedha, hutateseka, hutahangaika, utakuwa na amani ya akili na moyo, kwa sababu fedha zinaheshimu mtu mwenye nidhamu. Anza sasa. Hili ni darasa la biashara na ujasiriamali. Asante.